Mfahamu Emre Bey, safari ya nyota chipukizi kutoka Uturuki. Emre Bey ni mwigizaji maarufu kutokea nchini Uturuki, anayezidi kung'ara katika televisheni na filamu kutokana na umaridadi wake wa kuwasilisha hisia, mvuto wa uigizaji na uwezo wa kuingia katika kila aina ya nafasi alizopewa. Hana muda mrefu katika tasnia, lakini ndani ya kipindi kifupi amethibitisha kuwa yeye ni mwingine kabisa, miongoni mwa nyota wanaokuja kwa kasi kwenye anga la burudani. Amezaliwa tarehe 28 Februari 1997 mjini Istanbul, jiji lenye mchanganyiko wa tamaduni na historia ndefu. Mama yake anatoka katika mkoa wa Bursa, huku upande wa baba yake ukitoka familia yenye asili ya Waalbania waliohamia Uturuki kutoka zamani za Yugoslavia. Mchanganyiko huu wa tamaduni ulimpa malezi yaliyochanganyika ya ukakamavu, nidhamu na upole wa kifamilia. Utoto na mwanzo wa ndoto. Mara nyingi watoto wanaonekana tayari kujua wanachotaka kuwa maishani, lakini kwa Emre, uhalisia ulikuwa tofauti. Kama wavulana wengi wa Kituruki, alikuwa na ndoto ya kuwa mchezaji wa soka. Alijiunga kwenye timu za vijana na kupewa leseni ya kucheza michezo rasmi. Lakini safari ya maisha huwa na misukosuko yake. Kadri muda ulivyopita, Emre alianza kupendezwa na sanaa, hasa uigizaji. Rafiki yake wa karibu ndiye aliyemhimiza kujaribu kujiunga na Craft Acting Workshop, kituo maarufu kinachoandaa waigizaji wapya nchini Uturuki. Hapo ndipo mbegu ya uigizaji ilipopandwa rasmi. Kwa mara ya kwanza, Emre alihisi sauti ya ndani ikimwambia, hapa ndipo unapostahili kuwa. Katika Craft Acting Workshop, Emre alijifunza kufungua hisia na kuziongoza kiufundi, kuigiza katika mazingira halisi na ya kihisia kubwa, lugha ya mwili, sauti na kujiamini mbele ya kamera, kujenga tabia ya mhusika kuanzia mwanzo. Ndani ya muda mfupi, walimu wake walitambua kipaji chake cha kipekee, uwezo wa kuigiza bila kupoteza asili yake. Huo ndio ukawa msingi wa kila kazi aliyoifanya baadaye. Mwaka 2015 alifanya muonekano wake wa kwanza kabisa kwenye runinga kupitia tamthilia Aşk Zamanı. Ingawa haikuwa nafasi kubwa, ilikuwa hatua muhimu sana kwake. Kutoka hapo, milango ikaanza kufunguka. 2017 hadi Efsane. Kupitia nafasi ya Kwanchi kwenye tamthilia Ad Efsane, Emre alianza kujulikana zaidi. Tabia yake yenye uchangamfu, uso wake wenye mvuto wa kipekee na uigizaji wake wa uhalisia vilifanya apendwe haraka na watazamaji, hasa vijana. Baada ya mafanikio ya awali, Emre aliingia kwenye kazi kubwa zaidi. Elimi Bırakma ya mwaka 2018. Alicheza kama Arda, kijana mwenye mvuto na uongozi wa kundi la vijana. Tamthilia hii ilimpa hadhira kubwa na ikamjenga katika kuigiza scene za kihemko. Solyan ya mwaka 2020. Hapa alicheza mhusika Burak, nafasi iliyompa nafasi ya kuonyesha ustadi wa uigizaji wa mapenzi na migogoro ya familia. Katika kipindi hiki, jina lake lilianza kujitambulisha ndani na nje ya Uturuki. Kuruluş Osmane, hatua ya kihistoria. Moja ya mafanikio makubwa katika maisha yake ya uigizaji ni nafasi ya Orhan Bey, mwana wa mtawala mkubwa wa nasaba ya Ottoman, kwenye mfululizo maarufu Kuruluş Osmane. Hapa Emre aliigiza scene za vita. Alipitia mafunzo ya panga, upinde na kupanda farasi. Alijifunza historia ya Ottoman kwa undani. Alionyesha ukomavu wa kiigizaji zaidi ya kazi zake zote za nyuma. Hii nafasi ilimpa umaarufu kimataifa, kwani tamthilia hii hutazamwa duniani kote. Kazi nyingine na zifuatazo ni listi ya tamthilia za Emre Bey. Nitataja jina la tamthilia na alicheza kama nani. Aşk Zamanı akicheza kama Can. Ad Efsane akicheza kama Kivanji. Elimi Birikama akicheza kama Arda Cheleni. Solyanim akicheza kama Burak. Yetiş Zeynep akicheza kama Kutay.
Menejerin Ara akicheza kama Jamil. Son Mefesime Kadar akicheza kama Ejda. Balkan Ninis akicheza kama Atan. Kurulush Osman akicheza kama Orhan Bey, na Watanzania wengi sana walimjua kupitia tamthilia hii. Mahaleden Arkadaşlar akicheza kama Güney. Akif akicheza kama Haluk. Vamen Suni Elere akicheza kama Mehmet. Aisha Tatile Chikti akicheza kama Ali. Na hizo ndio tamthilia alizocheza Emre Bey. Kila kazi mpya imekuwa ishara ya kukua kwake kimahiri. Kwenye upande wa maisha yake binafsi, Emre ni msiri sana kuhusu maisha yake ya mapenzi. Anapendelea kuweka maisha yake ya nje ya kazi siri. Lakini baadhi ya mambo tunayojua ni ana dada mdogo. Anapenda mazoezi ya mwili na kufuata afya. Anafurahia safari, mazingira ya asili na maisha ya utulivu. Ni msikivu, mchangamfu na anapenda kujifunza kazi mpya. Katika mahojiano machache aliyowahi kufanya, amesisitiza kuwa utu na tabia kwake ni muhimu kuliko umaarufu, nidhamu na mafunzo. Katika seti, Emre anajulikana kwa kufika mapema, kujifunza script kabla ya muda, kuwa na heshima kwa waigizaji wakubwa, unyenyekevu unaovutia kila mtu anayefanya naye kazi. Wengi wanasema ana mustakabali mrefu sana kwenye filamu. Changamoto zake. Kama waigizaji wengi chipukizi, alikabiliana na upinzani wa familia mwanzoni. Alipitia vipindi vya kukataliwa kwenye audition. Wakati fulani alikosa kazi kwa miezi kadhaa. Lakini moyo wake wa kutokata tamaa ndio uliofanya awe mahali alipo leo. Emre Bey leo ni miongoni mwa nyota wanaotazamwa zaidi kwenye Instagram. Alishawahi kushinda tuzo za local popularity kutokana na uigizaji. Amejizolea mashabiki ndani ya Ulaya, Asia na Mashariki ya Kati. Ni uso mpya unaoendana na kizazi cha sasa cha waigizaji wa Uturuki. Ndoto zake za baadaye. Katika mahojiano, Emre amewahi kusema anapenda kucheza filamu za action, kuigiza uhusika nzito za kihistoria, kuigiza katika sinema za kimataifa kama Hollywood. Na kutokana na kasi yake ya ukuaji, si ajabu kuona akiwakilisha Uturuki kimataifa miaka michache ijayo. Leo anasimama kama mmoja wa waigizaji wanaokuja juu kwa kasi zaidi nchini Uturuki, na bado ana nafasi kubwa ya kufikia hadhi ya majina makubwa kama Engin Altan au Burak Özçivit. Je, una maoni gani? Komenti hapo chini.